Hallelujah. Najua Bwana anatengeneza njia. I know the Lord makes a path. Njia ya maisha yako, the way to your life, mwanadamu hawezi akakutengenezea njia. Human cannot make it for you. Ni Mungu anatengeneza njia ya maisha yako. It's God who makes a way to your life. Hata mwanadamu atie vikwazo vya aina gani, no matter the obstacles the humans put, kama Mungu if God amekutengenezea njia, has made a path for you, hawezi kuiharibu. Humans cannot destroy it. Hallelujah. Hallelujah. Najua Bwana anatengeneza njia. I know God makes a way. Anatengeneza njia ya maisha yangu. He makes a way to my life. Hallelujah. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu tena muda huyu mzuri. I thank God again for this good time. Ili tulichangie neno lile alilolitia ndani ya moyo wangu. For us to share the word that He's put in my heart. Neno alilolitia ndani ya moyo wangu, the word that He's put in my heart, lina kichwa cha neno inasema hivi. The theme of the word says, una nini ndani yako? What do you have in you? Bwana Yesu asifiwe sana. Una nini ndani yako? What do you have inside of you? Iyo utaendelea unatafakari. There you're going to continue to ponder upon it. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka. We're going to read in Exodus. Sura yake ya 4. Chapter 4. Mstari wa kwanza na wa pili. Verse 1 to 2. Ni hapo tunaanza kwa kusoma. That's where we're going to start reading at. Panasema hivi. It says this. Musa akajibu akasema, lakini tazama hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Bwana awabariki. Kwa Kiingereza kama amepaona, sura ya kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Exodus chapter 4 verse 1 and 2. Then Moses answered, but behold, they will not believe me or listen to my voice, for they will say, the Lord did not appear to you. The Lord said to him, what is that in your hand? He said, a staff. Amen. Ndiyo, Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hii neno, these words, ni mtumishi wa Mungu Musa, the servant of God Moses, alipokuwa akizungumza na Mungu, was speaking to God. Na hapo Mungu alipomkutana, so when God met with him, alikuwa katika mlima wa Horebu. He was on a mountain of Horebu, akichunga kundi. He was gathering or guarding la mkwawe. Akisha akaona kijiti, and then saw a burning, kikiwaka, a burning, lakini akikuteketea. I saw a burning with flame, but it wasn't being destroyed. Musa alipoona hivyo, when Moses saw that, ndani yake, inside of him, akasema, acha nigeuke ili nende nione ile ni kitu gani. So he said, let me turn around and go see what that is. Alipofika pale, so when he got there, alisikia sauti inamwambia, he heard a voice telling him, Musa, vua viatu vyako. Moses, take off your shoes. Hallelujah. Alisikia sauti inamwambia, heard a voice telling him, Musa, vua viatu vyako. Moses, take off your shoes. Na alipoitii sauti hiyo, so when he obeyed that voice, Mungu akamwambia kile amemtokea eko. So God told him what he came there for. Mungu akamwambia kile amemuitia. God told him what he called him for. Akamwambia ya kwamba, so told him that, nimesikia kilio, I heard the crying cha wana wa Israeli, of the Israelites, nami nimeshuka, and I have came down, ili nije, so I could come nikawaokoe, and save them. Na nitatuma wewe, and so I would send the rock, utaenda to go kuwatosha ndani ya nyumba ya utumwa. I will send you to go and get them out of slavery katika nchi ya Misri, in the country of Egypt, ili waende kunitumikia.
so they can come and serve me. Ni hapo Musa akamwambia So Mungu, there Moses told God, inawezekana wa watu hawezi kuniamini. maybe these people are not going to believe me. Akisha Mungu akamwambia Musa, So God told Moses, una nini mikononi mwako? what do you have in your hands? Akasema, So he said, nina fimbo. I have a staff. Bwana Yesu atusaidie sana. Praise the Lord. Kile ulicho nacho What you have ndicho kitakachoweza kuokoa wengine. is what's going to be able to save others. Kama ukienenda jinsi Mungu anavyotaka. If you go according to God's will, Kile ulicho nacho. what you have, Swali ni hii, the question is, una nini ndani yako mtu wa Mungu? what do you have inside of you, people of God? Mungu God hawezi kukuita. cannot call you. Mungu hawezi kukuokoa. God cannot save you Na kama hajaona una kitu ndani. if he doesn't see that you have something inside of you. Na hicho ulicho And nacho what you have ndicho Bwana anakihitaji ukitumie. is what God wants you to use. Bwana Yesu asifiwe sana. God be glorified. Yesu alipokuwa na wanafunzi When Jesus was with his servant, siku za mwisho on the last days, amewapatia he gave them agizo a promise ili waende so that they could go kuambia to watu, tell people, kuokoa to watu, save people, kuambia habari njema. tell them the good news. Ni hiyo misio aliwapa, That is the mission he gave them. na hiyo ndiyo Mungu ametuachia sisi kama kanisa. And that is what God has left us as a church. Wewe na mimi, You and I, kile ulicho nacho what you have ndicho kitatosha wengine is what's going to get others ndani ya dhambi. out of sin. Bwana Yesu atusaidie sana. God help us. Unapokuwa kanisani, Where you are the church, uko na kile Mungu amekutia ndani you yako. have what God has put in you. Haleluya. Hallelujah. Na hicho ulicho nacho And what you have, ukikitumia jinsi Mungu anavyovitaka, if you use it the way God wants you to use it, mtu wa Mungu, people of God, utaokoa wengine, you're going to save others. watamjia Mungu They will come back to God na watamsifu. and they will praise him. Bwana Yesu atusaidie sana. God help us. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo If we read in the book of Matthew, sura yake ya 28, Matthew chapter 28, mstari wa 18 verse 18 hadi 20, to 20, panasema hivi. says this. Tunasoma kitabu cha Mathayo, watu wa Mungu, We're going to read the book of Matthew, people of God, sura yake 28, chapter 28, mstari wa 18 hadi 20. verse 18 to 20. Tunasoma katika jina la We're Yesu. going to read in the name of Jesus. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa adahari. And Jesus came and said to them, this is Matthew chapter 28, verse 18. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the ages. Amen. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Praise the Lord. Huyu ni Yesu. This is Jesus.
alipokuwa na wanafunzi was with his servants. akawapatia agizo, So he gave them a promise. akawapatia kazi Gave them a work ile ya kufanya to do. ili waende kugeuza mataifa. To go and change the nations. Na wewe upo hapa, So for you who's here, Mungu pako kile amekupa, there is something that God has given you. pako kile ametia ndani yako, There is something that God has put inside of you. ile hicho ulicho So nacho that what you have ndicho kitakachokwenda kugeuza watu, is what's going to change the nation. kuwatosha watu ndani ya To dhambi get people out of sin na kuwatia katika njia iliyokuwa sahihi. and to put them in the way that is firm, that is good. Mungu anapokutumia kufanya mambo makubwa When God wants to use you to do good things kwenye maisha yako, in your life, huwa angalii kile ambacho hauna, He doesn't look at what you don't have, bali huangalia kile ambacho unacho, but He looks at what you have, bila kujali ni kidogo kiasi gani without caring how big it is, au kikubwa kiasi gani. or the small ones, how small it is. Bwana Yesu atusaidie sana. Praise the Lord. Mungu anapohitaji kukutumia, When God wants to use you, huwa anaangalia He normally looks at kile ulicho nacho. what you have. Mungu alipohitaji kumtumia Musa, When God wanted to use Moses, alimwambia Musa, He told Moses, una nini mikononi mwako? what do you have in your hand? Akasema, He nina said, fimbo. I have a stick. Haleluya. Hallelujah. Ndani ya maisha yake Musa, In the life of Moses, kile alichokuwa nacho what Moses had, amehitaji kukizarau, he wanted to look down on it. na ni hicho And it's that ndicho Bwana alihitaji kutumia which God wants to use ili aende kuokoa wana wa Israeli. so that He can go and save the Israelites. Na wewe mtu wa Mungu, And so, people of God, kile wewe unacho, what you have, tafakari una nini, think of what you have. na hicho ulicho nacho And what you have ndicho Mungu is what God anahitaji wants ukitumie for you to use ili uende kuokoa wengine. so you can go and save others. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu atusaidie sana. God help us. Sote tupo hapa, We're all here. tumetumwa. We were sent. Haleluya. Amen. Wewe umetumwa You were sent, na mimi nimetumwa, and I was sent. na jinsi tupo wengi hivi, And the way we're so many here na Mungu ndivyo alivyotia vitu vingi, is the same way God put a lot of things kila wewe unacho so that what you have kiende kuokoa mtu, can go and save na mimi someone. kila ninacho And what I have, nende kuokoa mwingine. I can go save others. Bwana Yesu asifiwe sana. God be glorified. Shida ya watu wengi, The problems with a lot of people, kila wanacho wanakizarau. what they have, they look down on it. Haleluya. Hallelujah. Hawaamini They don't believe. kile walichokuwa nacho. They don't believe what they have. Tafakari ndani yako, Think inside of you. una nini? What do you have? Mungu alikupa nini? What did God give you? Mungu alikutia ndani nini? What did God put in you? Ama una vitu Or do you have things haujui thamani yavyo? you don't know the importance of it? Musa alikuwa na fimbo, Moses had a stick. akujua ya kwamba fimbo hiyo He didn't know that this stick ndivyo pimo ndani uwezo. is where the power is at. Haleluya. Hallelujah. Usizarau Don't look down. kila chenye Mungu alitia ndani yako. What God has put in you. Kila chenye uko nacho What you have ni hicho Mungu is what God anahitaji ukitumie. wants you to use. Haleluya. Hallelujah. Hicho wewe unacho What you have ndicho Mungu anahitaji ukitumie. is what God wants you to use. Mungu God, amegawa vitu He divided things mbalimbali kwa watu wake differently to His people ili kila mtu so that each person awe na kile chenye atatumia. would have something to use.
Inawezekana Maybe wewe you, una uwezo maybe you have the ability ndani yako inside of you wa kuonya to counsel ndani yako. inside Hiyo of ni you. kile Mungu amekupatia. Bwana Yesu atusaidie That's sana. what God has given you. Inawezekana wewe ndani yako Maybe inside of you, una ujuzi you have knowledge wa mambo tofauti. of different things. Ni haya Mungu amekupa. That's what God has given you. Inawezekana ndani yako Maybe inside of you, una kipaji ulichopewa cha kuzaliwa nacho. maybe you have a gift that you were given, that you were born with, Hiyo ni Mungu amekupa. that God has given you. Inawezekana una karama Maybe you have a gift ndani yako. inside of you. Inawezekana una huduma ndani yako, Maybe you have work inside of you, ama utumishi ndani yako unao. or evangelism inside of you. Hicho chochote ulicho nacho wewe Everything that you have ndicho chenye kitawafanya mataifa is what's going to turn the nations wawe wanafunzi to be the servants wa Kristo. of Christ. Haleluya. Hallelujah. Kile chenye wewe ulicho nacho What you have, ukikitumia when you look at it, jinsi ilivyo, the way it is, ni hicho kitaweza kuwafanya watu wamjie Kristo. is what's going to cause people to come to Christ. Toa hofu, Remove doubt. wacha Mungu akutumie. Let God use you. Musa alikuwa na hofu, Moses was worrying akataka kujitetea, and wanted to defend himself akataka kujizarau. and wanted to look down on himself. Mtu wa Mungu, People of God, usijizarau do not look down on yourself. jinsi ulivyo. The way you are. Kile Mungu ameweka ndani yako What God has put in you, ni hicho, Is that- ukitumie. you should use it. Ukitumia hicho kitakuwa na faida. If you use it, it's going to become beneficial to you. Watu wengi A lot of people wanashindwa are failed kutumia vile walivyokuwa navyo, to use what they've been given. wanavizarau. They look down on it. Haleluya. Hallelujah. Wanatamani vya wengine. They want that belongs to others. Tuko pamoja watu wa Mungu. Are we together, people of God? Wengi wanashindwa A lot of people fail kuzingatia kile walicho nacho to stay within what ili they have wakitumie, so that they can use it, bali wanatamani but they want vitu vya mwingine. things that belongs to others. Bwana Yesu atusaidie sana watu wa God Mungu. help us, people of God. Jinsi tulivyo wengi hivi, The way we are, so many like this, kila mtu every person iko na kile Mungu ameweka ndani yake. has something that God has put in them. Haleluya. Hallelujah. Kile Mungu ametia ndani ya mama Mbombo What God has put in Mama Mbombo sio kile kimo ndani yangu. is not what's inside of me. Haleluya. Hallelujah. Kile Mungu ametia ndani ya mama Marie What God has put in Mama Mary sio kile kimo ndani ya mzee Tauneste. is not what's inside of Papa Theonas. Kila mtu What God, iko na kile Mungu amemutia ndani. each person has what God has put in them. Tukikitumia If we use it, sawa na jinsi Mungu anavyovitaka, the same way God wants, tutawaleta watu ndani ya we're Kristo. going to bring people to Christ. Haleluya. Hallelujah. Mtu wa Mungu, amini People of God, believe kile unacho. what you have. Mwambie Mungu, Tell nitumie God. kwa hiki uliyenipa. God's used me with Kwa what you fimbo given me. ile Musa alikuwa nayo, Because the staff that Moses had ni hiyo fimbo is the same staff Mungu ametumia ndani miujiza. that God used to do miracles with. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ni hiyo fimbo It's the same stick. Mungu amemfanya ndani kuwa mtu mkubwa. God has made him into a bigger person. Kile alichokuwa nacho What Moses had ndicho chenye Mungu ameutumia nacho. is what God has used. Hallelujah. Hallelujah. Mtu wa Mungu, People of God, ukihitaji baraka za Bwana, if you need blessings from God, umwambie Mungu, tell God, kile umenipa what you have given me, nikitumie. let me use it.
Hallelujah. Hallelujah. Acha nikwambie siri. Let me tell you a secret. Baraka kubwa duniani, Big blessings on earth, baraka inayomfuata mtu, blessings that comes after a person, ni yale yenye watu wanatamka kwa ajili yake. is what people says about them. Hallelujah. Hallelujah. Watu wakutamkia mema, If people says good about watu you, wakusema vizuri, if people say good about hiyo you, ndio baraka ya kwanza. that is the first blessing. Hallelujah. Hallelujah. Na kila unacho And what you have ndio msingi wa baraka zako. is the source of your blessing. Na kila unacho And what you ndicho have kitakachoweza is what's going to allow you kumpatia Mungu to give God, ili akutumia wewe to use you, kusema wende uokoe wengine. to go and save others. Bwana Yesu atusaidie sana. God help us. Muache kujidharau. Stop looking down. Tumike Save sawa sawa na jinsi Mungu alivyotaka. according to what God has wanted. Na sawa sawa na jinsi Mungu alivyoweka ndani yako. Work and serve the same way as God has put in you. Hallelujah. Hallelujah. Acha kutamani kile cha mwingine. Stop needing and Acha wanting kudharau that kile which belongs chenye to Mungu someone else. ametia ndani And yako. stop looking down on what God has put in you. Bwana Yesu atusaidie sana. God help us. Wewe ni wewe You are you, na yule ni yule. and they are they. Ukijitwisha mizigo ya yule, If you carry the Lord or the Lord of others, hautaweza, you won't be able to. utashindwa You will fail, na utaacha njiani. and you're going to leave it on the way. Bwana Yesu atusaidie sana. God help us. Mfano kidogo, For example, nakwenda kumaliza. we're going to finish. Kile chenye Mungu amekutia ukikitumia What God has given you to use good, ni hicho Is that- kitaokoa wengine. that's going to save others. Nimewambia mfano huyu. I gave you an example. Sio wote tunamjua mama kiongozi. We all know Mama Kiongozi. Tunajua kazi anazozifanya. We know the work that she's done. Hallelujah. Hallelujah. Yeye hata usiku hata mchana ukimuita anafanya nini? With her day anaenda. or night, if you call her, she's there. Sasa, Mungu ni hicho ametia ndani yake. That is what God has put in her. Sasa, ukitaka kumuiga If you want to be like her, utavunjika, you're gonna break yourself. hautaweza. You won't be able to. Utakwazika, You're gonna be sad. utasema vibaya You're gonna say bad things kwa ajili sio kile ulicho nacho. because it's not what you Unataka have. kutumika cha mwingine. You want to do something that belongs to someone else. Zingatia hicho ulicho nacho. Keep what you have. Inawezekana hujui, Maybe you don't know, lakini siri moja ni hii. but with this one secret, Hauwezi kuwa kanisani, you cannot be in the church. Mungu hawezi kukuokoa God cannot save you bila ndani yako hauna kitu. if you don't have anything inside of yourself. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. Yeah. Yeah. Tua Mungu, People of God, jiulize, ask yourself, ni nini unayo? what do you have? Itumie Use it ili ilete wengine kwa Kristo. so it will bring others to Bwana Christ. Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kila unacho What you have, kitumie. use it. Ni hicho It's that kitakupatia kuleta wengine that's gonna ndani ya allow you to Kristo. bring others to Christ. Inawezekana ujui. Maybe you don't know. Acha tuombe Mungu. Let's pray. Na wewe uombe. And you should pray. Umwambie Bwana, And tell God, ninaomba I pray. kile mimi ninacho. What I have, Kile ninacho. what I have, Jinsi kilivyo the way it is, unipatie give it to me. ili nikitumie jinsi ulivyoweza kumtumia Musa. Allow me to use it the same way you used Moses. Bwana awabariki. God bless you. Acha tuombe. Let's pray. Mungu akituwezesha wiki ijayo If God enable us next week, tutaangalia vile venye Mungu ametia ndani ya watu. we're going to see what God has put Hakisha. in people. Utachagua chako. Yeah, you're gonna choose Bwana your Yesu own. atusaidie sana. God help Tusimame us. tumwombe Mungu. Let's stand up and pray. Umwambie Mungu, And tell God, unifunulie
Reveal to me ulichonipa, what you've kile given me, kimo ndani yangu, what's inside of me, nikitumie, so I could use unitumia it. kupitia hicho, So use me through that so that I can go wengine and save kote others. nilipo. Yeah. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, wana wako wawajua Bwana. Ulimjua Musa alipokuwa katika mlima wa Horebu, umemchagua jinsi alivyo. Hatua ya kwanza aliifanya, amevua viatu vyake, ametubu dhambi na makosa, na ukapata kumtumia Bwana. Wana wako wanasimama, kila mmoja anasimama, anajijua Bwana. Umemwambia Musa, vua viatu vyako, hapo unapokaribia ni nchi takatifu. Na wana wako Bwana, ninawaombea kuanza sasa, kila mmoja avue kile anaona ya kwamba kitamkosesha wewe, umtumie Bwana. Wasamehe kwa dhambi, wasamehe kwa makosa, chochote wamefanya Bwana, ninawaombea msamaha. Ninawaombea msamaha. Warudishe kila mtu nafasi yake, halafu wafunulie kila umoja Bwana. Wiki hii iende akitafakari, mwanzo wa mwezi huu iende akitafakari, mwanzo wa mwaka huu atafakari ni nini umeiweka ndani yake Bwana, umfunulie aione, aijue, na hiyo Bwana ataenda kuitumia. Ewe mtakatifu, ninakushukuru ya kwamba utatenda Bwana. Funulia kila umoja Bwana, ajitambue kile alichokuwa nacho, atikizarau Bwana. Atumie hicho kile ulichoweza kumpa, iwe ni hicho atakachoweza kukitumia Mesia. Baba, ninakushukuru ya kwamba utatenda. Ninasema asante ya kwamba utawafunulia. Musa umempatia, alikuwa na kitu anatembea nacho akakizarau, lakini hicho ulichompatia ndicho kilichoweza kusababisha anaokoa wana wa Israeli na kumtendea na ndani nacho miujiza. Nami ninaombea kanisa, ninaombea wana wako, wafunulie Bwana, wafunulie kila mmoja wamfunulie nafasi yake, wamfunulie Bwana, nafasi yake, wamfunulie Bwana, nafasi yake, wamfunulie Bwana, umfunulie Bwana, umfunulie Bwana, funulia kanisa. Funulia Baba kila mmoja kile ulichoweza kukitia ndani yake, akitumie Bwana. Baba, ninakushukuru ya kwamba nimekuona, nimesikia sauti yako Bwana ukitenda. Ni ndani ya jina la Yesu ninaomba, amen. Acha muda utuombee wagonjwa. Wewe unajisikia